Naam, ikiwa tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge. Na taarifa za leo tunaanza kutoka Nairobi, mahali ambapo baada ya siku chache wahudumu wa afya chini ya mwavuli wa UHC ambayo Universal Health Coverage kukesha nje ya jumba lile la afya ili kudai serikali kuajiri katika kandarasi ya kudumu. Sasa baraza la magavana wamesema kwamba hawatakubali kamwe madaktari hao ama wahudumu wa afya kurejeshwa katika kaunti kama serikali kuu haijasuluhisha migogoro yao. Amesema anataka kuleta peru saa hii kwa counties yao madaktari, lakini anataka kuleta peru ikiwa na ile mshahara tu ile waandika ile kidogo ambaye wako strike. How can you transfer to counties striking medical staff and you have not resolved the issues? Hiyo ni kama kuambia mtu na kufanyia na kutransferia mfanyikazi ambaye ako njera, ama na kutransfer mfanyikazi ambaye ni patient kwa hospitali. Kwa hivyo kwanza tumesema national government irekebishe job group na mishahara ya madaktari ambao kwa strike. Alafu sasa kwa sababu tax inalipwa yote tunalipanga inaenda treasury, waongezee pesa yetu katika equitable share, waseme 8700 doctors ama madaktari ama medical officers wana cost pesa hii, watupatie kwa ile inaitwa equitable share. Kama dharakanidhi ile tunapata tuongezewe ya madaktari 219. Na siku chache baada ya wanaharakati kutoka nchini Kenya kufurushwa kutoka Tanzania na Boniface Mwangi kuzuiliwa na kuashiriwa baada ya siku 3, sasa viongozi wa upinzani wamezungumza wakilaani na kuikashifu nchi ya Tanzania. Kalonzo Musyoka ni mmoja wao. Uchao ni ufisadi, lazima jambo hili likomeshwe na wenye nia safi, uwezo wako na wanajulikana. Kwa hivyo ngojee muundo mpya wa upinzani, alafu zote tushikamane, tuseme jamaa waende nyumbani. Kwanza watakuwa one term, na hiyo ni kawaida, walifanya hivyo Botswana, walifanya kwingine. Na mbunge wa Naivasha Jane Kehara amejitokeza na kuikashifu serikali kwa kumpokonya mlinzi wake, kisha baadaye mlinzi wake kuhojiwa kuhusu ghasia ambazo zilitokea wakati ambapo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alikuwa anazindua chama chake cha DCP. Kehara amesema kwamba shida yote ikimkumba, basi yule ambaye anafaa kuwajibishwa ni Rais William Samoei Ruto. You're going to use security to frustrate the friends of Gachagua. It is all in vain. I don't think you'll go very far. But again, I need security because it's a right. And should anything happen to me, Dr. Ruto, our president, you are to blame. We said many times, including that Gachagua, you saying that you'll never use security forces for political reason. This is exactly what you're doing. I feel so vulnerable now. I feel so naked. And you know, our work is traveling and includes even moving around at night. So, Mr. President, please, give me back my security officer. Taarifa za biashara Ruth Nyanchama ameziandaa, atakupasha. Mimi ni Videlis Moshoge. Hujambo na karibu katika habari za biashara. Tukianza ni kwamba bei ya miwa hapa nchini basi inatarajiwa kupanda kutoka 5,300 hadi 5,500 kufikia tarehe 26 mwezi huu. Katibu mkuu kwa sekta ya ukulima Bwana Rono amewataka wasagaji wote wa miwa wenye wameidhinishwa kulipa wakulima kwa wakati ufaao.
Na tunapozidi kusonga ni kwamba shirika la EPRA limefichua kwamba kampuni za juu za mafuta zikiwemo kampuni ya Vivo, kampuni ya Rubis, kampuni ya Total Energies, kampuni ya Ola, kampuni ya BE Energy na Trinity zinatoza ada kubwa kwa uzaji mafuta wa pambu, jambo ambalo linawafanya kusukuma mzigo huo kwa watumizi wa mafuta. Shirika la World Food Program huenda likasitisha msaada wake wa kifedha unaoingia hapa nchini Kenya kwa sababu ya pengo ya ufadhili wa bilioni 5.7, jambo ambalo huenda likaathiri wakimbizi ambao wanategemea mpango huo wa World Food Program. Komea hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyenchama.